السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعدكم حميدي الله جل شأنه kutakia rehema kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekuja na hili somo hili ambalo liko katika kitabu hichi ambacho chaitwa Rahma fi Tiba wal Hikma. Kitabu ni kizuri sana, mambo na tiba zote za kiroho na tiba za kawaida za mwili unavyokwenda. Katika huyu shekhe ambaye ametengeneza kitabu, kwanza amesema kwamba katika milango muhimu, huu ni mlango ambao ni muhimu sana, kwa sababu kuchukua tahadhari kwenye tiba ni bora zaidi kuliko kunywa dawa wakati umepatwa na maradhi. Kuchukua tahadhari kwenye tiba ni bora zaidi kuliko kupatikana na maradhi. Na wanasema kwamba mtu mwenye busara ndio anapanga mambo kabla hayajatokea. Sasa ndani ya somo letu hili ambalo tutaenda kulisoma saa hizi, tutasoma somo hili tutahadhari vipi? Tutahadhari vipi katika sisi ili tusinywe dawa hiyo tumepata tahadhari. Msingi wa tiba umegawanyika katika maneno makumi, ama katika sehemu 10, ambayo ya kwanza ni kula, kunywa, kutembea, kupumzika, kulala, kuamka, kujamiana, hewa, mambo ya kisaikolojia na usimamizi sahihi wa viungo. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vikifanyika hivyo kwa usawa, basi mwanadamu ataishi katika hali nzuri. Nataka sasa tugusie mambo na hivi vyakula ama kula. Kula ndio changamoto kubwa sana katika sisi wanadamu. Kwenye kula ndio kwenye changamoto kubwa sana, kwa sababu wakati kwamba utakontrol chakula chako, basi hapo ndio ambapo utapata afya yako. Je, Bwana Mtume Muhammad amesema nini katika mafunzo yake? Bwana Mtume amesema mwanadamu hana chombo kibaya ambacho yuakijaza. Hana chombo kibaya ambacho kijaza ambao ni kuliko tumbo. Hicho ni chombo kibaya sana ambacho kijaza.